kuna kitu ule ukaribu mlikuwa nao unaendelea kupungua kwa sababu hakuna communication. Wakati tunakuwa na mawasiliano na Mungu, yanatusaidia kubuild our relationship na Mungu. The more unakaa mbali na Mungu, the more mahusiano yako yanaendelea kupunguka na kukatika kidogo kidogo. Ombi langu kwako, usiende mbali. Hakikisha kuna mawasiliano na Mungu asubuhi, mchana, Leo kanisa halina mawasiliano na Mungu, lakini tumejiconnect na kuwa na karibu sana na kuwa na mawasiliano na ulimwengu. Lakini nataka tujue kwamba one day ulimwengu utaharibiwa, na sisi tutabaki na yule aliyefanya ulimwengu pamoja na sisi. Bas, it is good kutengeneza mawasiliano na Mungu ili uendelee kujenga mahusiano yako vizuri. Na jana nikasema, mtu ambaye tangu mwaka uanze hata message ya Happy New Year hakukutumia, delete yeye. Delete kabisa, na delete weka kabisa na kublock. Huyo mtu hana faida, anakujazia inaitwa nini hiyo kitabu ya simu? Hiyo. Anakujazia phone book. Kweli kabisa huyo mtu ana mawasiliano na wewe? Siku atakupigia ni siku kwao kuna matanga ama ako na graduation ya mtoto anataka umsindikize. Hana shida na wewe, isipokuwa siku ile anataka kitu kwako. Na jana tukasema Mungu ana hisia kama hisia za wanadamu. Kama tutakuja kwa Mungu kwa sababu tunataka kitu, yeye ni mwaminifu na macho yake yanaona hata vilindi vya moyo, ya kwamba watu hawa wananitafuta wakati ni wagonjwa, wananitafuta wakati wanataka niwabariki, wananitafuta wakati wanataka amani, lakini nikisha wapatia wanaenda mbali nasi, basi atatudiliti. Zaburi ya 105 mstari wa 4. Nataka tuende kwa haraka tumalize hili somo. Hatumalizi lakini tutamalizia pale Mungu ataruhusu. Zaburi 105, Psalms 105 mstari wake wa 4. Biblia inasema hivi. So mama, ishia hapo. Anasema nini mzaburi? Anamaanisha ya kwamba katika siku zote tuwe na desturi ya kumtafuta Mungu. Anamaanisha tuwe na desturi ya kuwa na communication na Mungu. Tuwe na mawasiliano na baba yetu. That's why nimesema mawasiliano yanajenga mahusiano, na mahusiano mazuri yanatupatia nguvu za Mungu. Anasema mtakeni Mungu, mtakeni Mungu na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Sio leo alafu unaruka mpaka Sunday ingine. Na hiyo ndio tabia ya kanisa la leo, ya kwamba yeye huja kanisani Sunday to Sunday. Hiyo ni kuja kujiandikisha kwa kitabu cha Rivers Worship, sio mbele za Bwana. Nataka ujue kuna mahusiano na kanisa na kuna mahusiano na Mungu. Yes. Waumini wengi wamejenga mahusiano na kanisa, lakini hawana mahusiano na Mungu. Daudi anasema tumtake Mungu na nguvu zake.
Ndani ya mahusiano kuna nguvu za Mungu. Tukiwa karibu na Mungu tunapokea nguvu zake. Tukiwa karibu na Mungu tunatembea na nguvu zake. Tukiwa karibu na Mungu tunaishi na nguvu za Mungu. Kwa nini leo kanisa linatembea kutafuta miujiza? Halo? Ni kwa sababu hawana mahusiano na Mungu. Halo? Chachi leo watu wana juhudi za kusafiri huku na huku kutafuta kitu kinaitwa vitendea kazi vya upako. Vitendea kazi vya upako. Vile tunatafuta vitendea kazi vya kilimo, tunatafuta vitendea kazi vya elimu, kanisa nalo limechakachuliwa, linatafuta vitendea kazi vya upako. Anataka kitu cha kumsaidia kupata uponyaji, anataka kitu cha kumsaidia kufukuza mapepo, anatafuta kitu cha kumsaidia kupata amani kwenye ndoa. Listen to me church, tafuta Mungu na nguvu zake, amani inakuja yenyewe. Kwa sababu Biblia inasema amani ni wapayo mimi, si kama ile dunia inawapatia. Wakati unampata Mungu unapata amani yake. Amani ya duniani inakoma, lakini amani ya Mungu ni ya forever and ever. Nimekuja kukuchochea, acha uvivu wa maombi, tafuta Mungu. Kanisa linalipa pesa nyingi kwenda kununua upako. Upako uko na wewe, shida ni uvivu. Uvivu. Vivu wa kuomba, vivu wa kusoma neno, vivu wa kufanya mawasiliano na Mungu. Nimetumwa na Jehova hapa ya kwamba wakati huu atawapatia vitu vyake, atapeana nguvu zake kwa watu walio na uhusiano na yeye, watu walio na ushirika na yeye, watu wanaofanya mawasiliano na yeye. Acha kupoteza wakati. Hakuna kitambaa kinaachilia majibu, hakuna maji yanaachilia majibu, hakuna ufagio utakupatia amani, hakuna jiwe litakupatia suluhisho, hakuna fimbo ya Goliathi si ya Musa itakupatia suluhisho isipokuwa jina la Jehova. Biblia inasema vizuri, tumepewa jina lipitalo majina yote. Kwa jina hilo kila goti linapigwa, la vitu vya mbinguni, la vitu vya duniani, vitu vyote vinainama. Oh my God, my Father. Hata hivyo vitambaa, hata hivyo vitendea kazi vya miujiza vinapiga magoti mbele ya jina la Yesu. Oh my God, my Father. Mungu anatafuta mtu mmoja leo atakaye jenga mahusiano na yeye. Nikongee mtu hapa, mwambie acha uvivu, tafuta Mungu. Ndani ya Mungu kuna nguvu. Anasema mtakeni Mungu na nguvu, utafuteni uso wake siku zote, siku zote, siku zote. Niulizie jirani yako, wewe unamtafutaga lini na lini? Sunday to Sunday. Kesho tutawaona hapa, paka viti tutaongeza. Alafu mtu huyo anategemea tembee na nguvu za Mungu. Na kuambia Mungu ninayemhubiri haitawaka. Jina la Bwana libarikiwe. Mahusiano mazuri yanapeana nguvu. Wacha nikuambie, haijalishi una umri mdogo, haijalishi una umri mkubwa, wewe tafuta Mungu, utatembea na nguvu zake. Unaona tutoto hutu, tuendelee kutafuta Mungu, watafanya mambo makubwa. Maana Yesu alisema yeyote aniaminie mimi na kuziamini kazi ninazozifanya, atafanya makubwa kuliko yale mimi nilifanya. Kile kinachotakiwa ni kuamini Mungu pamoja na nguvu zake. Tafuta Mungu.
Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, kanisa tumekuwa wavivu my brother. Tumekuwa wavivu. Hivi siku hizi na Biblia tuliacha. Nani abebe mzigo wote? Kwanza hatuna vibeti vya kubebea hii. Zamani ungeona wazee wako na tu briefcase. Tuko wapi siku hizi Pastor Mashi? Mbona sikuoni nakaa kwako? Shida ni yule Mungu tulisema jana. Maana kulingana na kizazi tulicho, ukibeba Biblia utaonekana mshamba. Sasa tukija church, na vile siku hizi kanisani kuna wifi. Yani ni moja kwa moja, hiyo ni kama laana inayotoka mbinguni. Sikia, hatuwezi kuwa mbali na Mungu tukapokea. Ili kupokea vitu vya Mungu lazima tuwe karibu. Na unisikilize hivi, watumishi wa Mungu, mafua haya niko nayo yanapata mtu aliwe karibu na mimi. Nikipiga chia ujue imekupata. Lakini ukiwa distance, that's why wakati wa COVID tuliwekewa nini? Distance, ili tusiambukizane. Sasa homa inampata mtu aliye karibu. Kwa hivyo hata hii homa ya kimungu itampata mtu aliye karibu naye. Ukiwa mbali naye sahau kupata homa ya Mungu. Wangapi wanataka hiyo homa ya Mungu? Ingia ndani. Tafuta mabega yake, minginia huko. Kumbatia bila kujali ana homa. Nataka niwaulize hapa, nani anahamaga mume wake na mke wake kitandani kwa sababu hako na homa? Niambie, tuseme hapa. Kama sio unakuwa kwanza kumkorogea ndimu na matangawizi na kumfunika vizuri na blanketi, na hapo kwa hiyo blanketi na wewe unaingia hapo ndani. Lakini ikifika ni kwa Mungu. Lakini vitu vyake tunavitaka. Nimekuja kuambia kanisa ya kwamba kama tutapata kutembea na mamlaka ya kimungu na nguvu za Mungu na uso wa Mungu uende na sisi, itatulazimu tukumbatie Mungu kabisa. Isaiah 55 verse 6. Ikiwa unataka mahusiano mazuri, itakulazimu umtafute Mungu kwa bidii. Kwa bidii, si kwa ulegevu. Kwa bidii. Vile unamkaga mapema kutafuta pesa. Jamani, wa Kenya wanajua kutafuta pesa. Ate. Pesa. Kenya, enda kila taifa utaambiwa. Mimi nilienda sehemu moja, nilienda Burundi. Niliwakuta huko Wakisii wanauza karanga. Njugu karanga wao ndo ile karanga munono inatengenezwa huko na Wakisii. Wakisii wanatokaga Tanzania? Wanatokaga Rwanda? Wanatoka. Nimeenda mpakani mwa Malawi. Nimewakuta ndugu zangu wa hapa juu kwa mlima. My friend, wanachapa biashara huko, acha mchezo. Malawi. Kama ningepata watu kama hao wanatafuta Mungu kwa kanisa, huyu Mungu angekuwa ashakuja kuchukua kanisa zamani. Hivi kile kinamchelewesha ni vile tuko mbali na anashindwa. Sasa nitaenda na huyu nitamwacha kweli? Wacha nimpatie siku kidogo, at least anitafuteko kidogo. My friend, kuna mitaa ya Tanzania huko, inaitwa Kirigoya. Waichezea na wa Kenya. Angalia mtu muulize, unakuaga Kenya? Soma andiko kama umepata. Tungekuwa tunatafuta hivyo Mungu, niambieni, tungekuwa tunatafuta hivyo Mungu, tungemkosa? Kila mtu hapa alikuwa akipita tu mapepo yanaondoka. Akipita
ukipita tu watu wanapona. Karibu mama. Oh my God. Mtafuteni maadamu anapatikana. Ili kujenga mahusiano, si Mungu akutafute wewe, ni mimi nitafute Mungu. Nataka tusikilizane hapa. Mungu ana shida na sisi. Sisi ndio tuna shida na Mungu. Mungu alishamalizana na sisi, akapeana ukombozi bure. Anasubiri wewe utafutane na yeye. Na mwandishi wa Isaya anasema utafute Mungu maadamu anapatikana. Njia ya kujenga mahusiano ni wewe kuacha vitu vingine utafute Mungu. Vile tunatafuta pesa, na jana nikasema, na vile watoto wetu siku hizi wanatafuta waume kwa mitandao, na nikasema mtu akitafuta anapata, hata ikiwa ni mwizi, ni mchawi, yeye amepata. Sasa kama tunaweza tafuta vitu vya mwili tukapata, Mungu ametuamuru tumtafute, tutampata. Kwa hivyo ukiona hujapata Mungu, shida si ya Mungu, shida ni yangu. Yes, shida ni yetu kanisa. Na waomba watoto wa Mungu, na ninakusihi tena, my sister, my brother, ebu anza process za kutafuta vile utajenga mahusiano na Mungu. Tafute Mungu. Kuna vitu vingine vitashughulikiwa ukimpata Mungu. Na kuambia ukweli, kuna vitu vingine vitaenda through wakati umepata Mungu. Punguza kutafuta miujiza. Punguza kutafuta miujiza. Wacha nikuambie, mimi ni mhubiri. Hizo ni njama za kutafuta pesa. Hata vile unaona injili naachilia hapa, ningekuja tu na tuhandkerchief twangu hapa chief, wewe ungenunua. Na nitule nimechukua hapo Eldoret pale kwa ule mtaa wa kona kwa shilingi 30 bob, na ningekuuzia kwa 500. Na kwa kuwa Mungu ameruhusu tuaminiwe na kanisa, hii kitu ungechukua. Ninasema na kanisa la dunia lisikie ya kwamba Mungu aliruhusu tuwe na nafasi ya kupaingia patakatifu. Pazia la hekalu lilipopasuliwa, kila mmoja ameruhusiwa kutafuta Mungu. Lakini uvivu unatufanya tutafutiwe Mungu. Yaani unataka upikiwe, uchukuliwe tonge kwa sahani, mtu akutafunie, we kazi yako ni wataka kumeza. Haitawaka. Haitawaki. Matokeo yake sikia hapa, tumebaki tukitajirisha wanaotuuzia vitendea kazi vya miujiza, na wewe umebaki maskini. Maskini kabisa. Tangu ulinunua hiyo kitambaa yako na ile uzi unachomoa kidogo kidogo ukianza kula. Niambie ukweli, ulipona? Tangu ulianza kunywa utoto mafuta kidogo kidogo, na kuuliza hivi, huyo mume aliokoka? Basi kama hajaokoka, si urudishe kitambaa na maji, urudishiwe pesa yako. Waswahili wanasema kiendacho kwa mganga imekula kwako. Sasa ukibanwa kwenye kona, naanza, yes pastor, nimekuja kabisa, uniachilie tu, nisamehe tu. Sasa ile ulipeleka huko number 7, number 8, number 10, hapa kwetu unakuja na 50 bob. Hapa kwetu ni pa 50 bob. Kule Tanzania ni pa kwenda na 70. Kanisa lazima tuchukue hatua. Wewe mwenyewe utafute Mungu. Tuko hapa kukuonyesha njia za kutafuta Mungu. Kama wao walipata Mungu, hata wewe unaweza mpata. Kama mimi Sharoni nimepata Mungu, unaweza mpata. Kile ninakusaidia ni njia za kukutana na huyu Mungu. Full stop. Acha uvivu.
Bwana Yesu asifiwe. Isaya anasema mtafuteni maadamu anapatikana. Kwa hivyo hili halipingiki. Mungu anapatikana sio kwa mitume tu, sio kwa manabii tu, sio kwa wachungaji tu, sio kwa maaskofu tu. Yeyote atakayetafuta Mungu atampata. Gonga mtu hapa, mwambie tafuta Mungu. Wewe mchape kofi asikie, mwambie tafuta Mungu. Tumechoka na sarakasi za waumini. Watu wakisikia hapa kuna kanisa imefunguliwa wanatoka kundi wanaenda na huko. Ati wanafikiri ni Yesu amerudi. Umesahau iliandikwa. Ni maandiko yanatimia. Baki mahali ulipo, Mungu yuko hapo. Baki mahali ulipo, Mungu yuko hapo. Ili kutoroka utaenda kuchukua utasa na ukoma. Mtu unatoka hapa ukiwa mzima, siku unarudi uko na pressure, uko na sukari, uko na hiyo ingine. Ulitoa wapi na ulitoka hapa ukiwa mzima? Sikia, Mungu haendi na wingi wa watu. Mungu anaangalia moyo na watu walio na ushirika na yeye. Na mimi nimekuja kuambia madhabahu hii na Mungu. Na kama isingekuwa na Mungu mimi nisingekanyaga hapa. Sikia church, acha sarakasi. Ati kuna nabii mkubwa amekuja. Nabii mkubwa kutoka wapi? Yesu hivi amekuja? Nabii mkubwa ni mmoja tu ndiye tunamsubiria siku atarudi. Ati nabii mkubwa ako na pembe. Alikausha Yordani ipi? Acha kufuata mtu usiyemjua. Sijui kama ni Waswahili walisema ni afadhali shetani unayemjua kuliko malaika ambao hujawahi kumuona. Ambia mtu kaa hapo. Kaa hapo, muujiza wako utakupata hapa hapa. Kile ninakushauri ni kuongeza juhudi za kutafuta Mungu. Mungu hata hana shida kukupatia. Ni vile amekuangalia ni kama umekaa mguu ndani na mguu nje. Sasa inabidi acheleweshe kidogo, maana akikupatia utaenda na asikupate. Na mimi nakutuma nenda huko na hutambulia chochote, utarudi hapa kwa machozi. Kumekuwa shida kwa kanisa. Yaani wewe umekaa hapa miaka yote, alafu mtu anafungua chachi hapa, anajiita nabii mkubwa, alafu unatoka kwa baba yako aliyekutoa makamasi, aliyekuvumilia ukiwa hata huna sadaka, ulikuja ujui hata kuvaa, akakwambia mtoto wangu tunavaaga hivi. Halo, wengine hata tuliendaga kanisani na night dress, tukaambiwa hii ni ya kulalia mama, hii si ya kanisa. Ni hawa wachungaji walitusaidia. Alafu leo umejua ya kulalia, umejua ya kanisa, umejua ya ofisini, unatoka maana umesikia nabii mkubwa. Aibu kwa kanisa. Kile unakitafuta we. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Mungu libarikiwe. Nataka utue ya kwamba wakati tunajenga mahusiano, Mungu ana shida kukupatia nguvu zake. Anatoka mbinguni, anakuja na nguvu zake, anaingia kwako. Tusome kitabu cha Hesabu 12 mstari wa kwanza. Numbers 12 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Kwa haraka kidogo, nataka niende mbio. Karibu baba yangu. Ndio. Ndio. Sikia watu ambao hawana mahusiano na Mungu. Wote. Ndio.
Oh my God. Oh my God. Oh. Ishia hapo na Mungu alibariki neno lake. Katika familia hii ya hawa watu watatu, wote walikuwa wanamjua Mungu, lakini Musa alikuwa na mahusiano na Mungu. Kuna tofauti ya kunijua na kuwa na mahusiano na mimi. Na hao wengine walikuwa wanajua Mungu, lakini hawakuwa wana mahusiano na Mungu. Biblia inasema wakaitana kikao chao cha siri. Wakaanza kumnena ndugu yao mkubwa na kiongozi wao, ndugu yao mdogo. Walipokuwa wananena, Musa hakuwepo na wala hakusikia. Lakini unajua, rafiki wa Musa, yule waliye na mahusiano naye, alisikia. Na hapa ndipo kanisa halijui ya kwamba huyu mtu aliyewekwa mbele yetu ana mahusiano kiwango gani na Mungu. Biblia inasema Mungu kwa sababu ndiye aliwasikia, akafuata mtumishi wake, rafiki yake, kamwambia, ita kikao kati yako na ndugu zako, mje hapa, tunataka tukutane. Na Biblia inasema walipoitwa, Musa alishtuka kusikia kile Mungu anawaambia Miriam na Haruni, maana yeye hakusikia. Na maneno haya Mungu anawaambia Miriam na Haruni yanadhihirisha kiwango cha mahusiano ya Mungu na Musa. Yanaonyesha wazi. Anawaambia hata akiwepo nabii, huyo naweza sema naye kwa ndoto tu, lakini huyu Musa ni uso kwa uso, mdomo kwa mdomo, na umbo la Mungu ataliona. Unataka kuona Mungu? Jenga mahusiano. Itakuwa vigumu kanisa kujenga kuona Mungu. Tutakuwa tunaonjeshwa ishara za Mungu na si kumuona Mungu, kwa sababu ya umbali ambao kanisa liko na Mungu. Lakini ndugu zangu, nimekuja hapa kuwavuta karibu. Mimi pamoja na nyie tuchukue hatua ya kujuana vizuri na kujenga mahusiano na Mungu. Biblia inasema yeye ataniona na umbo la Mungu ataliona. Lakini wengine wataona kwa ndoto. Na unajua ndoto saa nyingine zinakuja ukiwa umeshiba. Ndoto zinakuja saa nyingine ukiwa na shughuli nyingi. Wewe unakurupuka, unafikiri ni Mungu. Maneno haya yanaonyesha mahusiano ya Mungu na Musa. Wakati tunajenga mahusiano na Mungu, si kwamba tu tunaona Mungu, lakini Mungu atasema nasi waziwazi. Nataka uniambie hapa, nani siku hizi anasikiaga sauti ya Mungu kanisani? Kwa nini? Hicho kimya kinaonekana hakuna. Basi tuulize swali la pili. Kwa nini? Kwa nini dada zangu na ndugu zangu? Kwa nini Mungu alikuwa anasema waziwazi wakati wa kina Musa? Alienda wapi? Tunaabudu Mungu yupi kama sio huyu? Hili linaonyesha kanisa liko, lakini tuna mahusiano na kanisa. Yani tuna mahusiano na majengo, maana kanisa ni wewe. Tuna mahusiano na nyumba hii inayoitanishwa kwa Rivers of Worship. Tuna mahusiano kwa ile nyumba inayoitanishwa na Happy Church, lakini hatuna mahusiano na Mungu.
Nataka utoke kwenye kiwango cha mahusiano na jengo. Ujue kwenye hili jengo, hebu nikuambie kitu kimoja. Nyumba zote zinajengwa the same. Hata baa siku hizi zinaweza jengwa tu kama makanisa. Matofali tunayotumia kujenga kanisa ndio matofali yanayotumika kujenga baa. Tofauti ya nyumba hiyo ni uwepo wa Mungu na kazi inayofanyika kwenye hiyo nyumba. Sasa tunapokuja kwenye nyumba hii, tusije kama vile tunaingia nyumba ya sokoni. Tuje tukijua Mungu alichagua nyumba hii, ameliweka jina lake, na watu watakao kuja kuomba maombi yao hapa atawasikia. Ndivyo alivyomwambia Sulemani. Mahusiano. Tukiwa na mahusiano na Mungu, Mungu atatutetea. Because mahusiano yanatutetea. Ni Mungu aliamka kutetea Musa kati ya Haruni na Miriam. Musa hajui chochote. Wewe unatafuta kutetewa na watu. Jenga mahusiano. Tunapojenga mahusiano, kuna vikao vitakaliwa mahali pasiri. Mungu atavileta mahali pawazi na wewe utashuhudia. Acha kupigana vita vya kimwili. Pigana vita vya kiroho. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto, hata ikiwa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha zetu zina nguvu katika Bwana. Kuna vita vinafanyika sirini kwa ajili yako, kwa ajili ya ofisi unafanya kazi, kwa ajili ya watoto wako. Wewe usishughulike. Mungu ambaye unajenga mahusiano naye atavileta wazi. Hapo ndipo utajua hauko peke yako. Mahusiano yanatetea mtoto wangu. Usijitetee. Ukijua nina mahusiano na Mungu, acha kujitetea. Ukijua una mahusiano na Mungu, usiulize watu kwa nini mlinisema, kwa nini mliniongea, kwa nini mlinisingizia. Hawatakuelewa. Jenga mahusiano na Mungu. Mahusiano ya Musa na Mungu yalifanya kikao kiitishwe. Mungu anatutetea, ama anatetea watu walio na ushirika na yeye. Hana shida na wale waliojitoa. Na kuambia ukweli, mimi ni mshahidi ya kile Mungu anafanya kwenye maisha. Kuna vita ambavyo watu wamekuja wenyewe, si kuwauliza, kuja kuniuliza ni wapi tulikukosea, kwani kuna nini. Wanaanza kujisema wenyewe. Liko jambo moja liliwahi fanyika kanisani kwangu. Muumini mmoja akaniandikia message nikiwa nahubiri hapa. Nahubiri nimechemuka, nguvu za Mungu zimetembea. Kufika pale nichukue simu niangalie ni saa ngapi, nakuta message mbaya ya matusi. Nilianguka hapo, nikaanza kumshukuru Mungu na kuachilia toba kwa ajili yangu na yeye. Na kutoka wakati huo sikuwahi ongea. Unajua nini kilifanyika? Mungu alimtoa huko nyuma siku nyingine, mwanzo wa mwaka, kamleta kumtupa kwa miguu yangu. Akilia, mama nisamee, na kanisa likashtuka. Ni nini kinafanyika? Maana kwa mwaka mzima hawakujua. Niulizie jirani yako, mbona unajitetea? Uliza huyo mwingine, ni kama huyo haelewi. Mbona unajitetea? Ni kwa sababu hauna mahusiano na Mungu. Wewe tengeneza tu mahusiano. Tengeneza mahusiano na Mungu. Kaa vizuri na Mungu, uone vile atakupigania. Uone vile atachukua vita vyako. Uone vile atasema kwa niaba yako. Daudi anasema, Bwana teta na wanaoteta na, pigana na wanaopigana na mimi. Shika ngao na kigao unitetee. Ni nini? Uwezi muambia Mungu ambaye huna mahusiano naye. Hata umeshawe mwambie Bwana pigana hii vita, si amewahi pigana? Si bado unararuliwa? Wewe tengeneza mahusiano. Maombi mengine acha Bwana, ni afeki. Mahusiano yanatupigania dhidi ya watesi wetu. Mungu anaongea na mtu aliye na mahusiano naye. Hebu sikiliza. Tusome kitabu cha Danieli 16. Na leo ujue hapa siko na sasa iko wapi? Nimeiona upande ule.
Danieli 16 mstari wa 20 mpaka wa 22. Nataka uone kitu kidogo pale. Daniel. Nampenda Mungu. Nampenda Mungu. Naamini kuna mtu kutoka 16 20 mpaka 22. Skizini 20 mpaka 22. Haifiki? Danieli 6 20. Tundu. Endelea mpaka mstari wa 22. Amen. Maneno hayo Danieli yanayomalizia, mbele zake Mungu sikuonekana sina hatia, na mbele zako sikuonekana niko na neno, yanaonyesha vile mahusiano ya Danieli na Mungu yana usalama, yana usafi, yako piwa bila shida yoyote. So wakati tunakuwa na mahusiano na Mungu, anatuokoa katika kila hatari. Na kuambia ukweli, ndugu zangu na dada zangu, kuna hatari tutaziepuka, si kwa sababu tunatoa wingi wa sadaka, lakini tumejenga mahusiano ya kutosha na Mungu. Mungu anasema huyu ni wangu, hagusiki. Huyu ni wangu, hagusiki. Simba hawa walikuwa na njaa, my friend. Biblia inasema vizuri, waliachwa na njaa. Na Biblia inasema waliposhuka huko Danieli, walijikunyata hivi. Walijikunyata namna hii. Nataka kuone mahusiano ya Danieli na Mungu na mahusiano ya hawa watu ambao walimtupa Danieli kwenye simba. Biblia inasema baada ya Danieli kutolewa, mfalme aliita wale vijana ambao walimtupa Danieli simoni, wale walimsingizia. Nataka unisaidie, walifika chini? Mbona Mungu yule yule aliyetetea Danieli asiwatetee? Hawa wote walikuwa kwa kingdom moja, walikuwa kwa ufalme mmoja, na mfalme wao yule alikuwa mmoja. Lakini unacheki Danieli alikuwa na Mungu wake, na alikuwa na mahusiano na Mungu wake, na Mungu akamtetea simba wale ambao wao ndio wamewafuga. Biblia inasema waliwavunjia mifupa juu kwa juu. My sister, my brother, nikuambie nini? Uanze kufanya uamuzi wa kutafuta mahusiano na Mungu. Tafuta Mungu. Tengeneza mahusiano na Mungu. Kuna vita hautapigana. Kuna shimo utatupwa hautaingia. Kuna kaburi litachimbwa hautafika. Na kuambia Mungu aishivyo. Kuna sumu utanyweshwa hautakufa. Kwa sababu ya relationship na Mungu. Mtu aliyefanya ushirika na Mungu, Mungu anavaaga mwili wake. Mungu anavaa mwili wako. Biblia inasema mvaeni Kristo. Halo? Mungu anavaa mwili wako. Kristo anakaa ndani yako. Paulo anasema sio mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Kama Kristo anakaa ndani yangu, simba ananivunjia wapi? Unajua watu husema vile Mungu aliwapigania Danieli, Meshaki, Shadraka na Abednego, unafikiri tu ni watu wanakaa kanisani ovyo ovyo.
ni watu walikuwa wanajua Mungu wao ni nani, na walikuwa wamejenga uhusiano wao na Mungu namna gani. Tafadhali acha kupapasa Mungu. Kama umeamua ni Mungu, kaa na Mungu kabisa. Kama ni dunia, enda ukule dunia kabisa mpaka utosheke. Tusichanganye kanisa na dunia. Tutafanya Mungu asionekane ni Mungu kwetu. Leo mataifa wanatuuliza wapi Mungu wao. Wanauliza maana anashinda kanisani kila siku. Wapi tatizo si kushinda kanisani, tatizo ni mahusiano. Tunarudi hapa. Ni kweli hata umeitwa jina la mama kanisa na kanisani hauna cheo, lakini mahusiano. Maana mtu huyu ambaye amepewa jina la mama kanisa ana majirani wawili hawaongei. Mtu asiye na mahusiano na Mungu, aliye na mahusiano na Mungu haongeleshi watu. Na Yesu alisema nini? Pende adui yako, muombee. Na tunashinda kuombea akufe. Utawalipa huko mbinguni wale uliwaua. Ati neno lilisema mchawi asiishi. We waue. Uwa walio kuloga. Kifika mbinguni wamesimama, wameka road block. Ambia huyu ndiye alinifanya nisiokoke. Aliniua. Kwa hivyo malaika wako pale tayari, unashikwa Tanganyika jeki. Jenga mahusiano. Ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu utakuwa na msamaha. Kile kinafanya hatuna msamaha ni kwa sababu hatuna mahusiano na Mungu. Moyo ambao Mungu anakaa haubebagi watu, unabeba Mungu peke yake. I repeat again. Moyo ambao Mungu anakaa, my brother, haubebi watu. Na wacha nikwambie, kama kuna watu hawasamei ni Wakristo. Na vile mnaniangalia kuna 5 hapa wamekamatwa. Ati aliniumiza sana siwezi kumsamehe. We hujawahi umizwa. Nakwambia hujawahi umizwa. Ni vile hauna mahusiano na Mungu. Na Mungu ataruhusu uumizwe, apime kiwango chako cha mahusiano yake na yeye. Nakwambia kila kuumizwa kwako ni Mungu ameruhusu. Maana hakushindwa kukuti. Kama alikushindia lile, mbona ili asikushindie? Aliruhusu atake kujua bado mumeshikamana na yeye ama kuna mahali umelegeza. So mahusiano yanatuokoa na hatari. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiwa na mahusiano na Mungu, tutamfanya Mungu atembee katika vizazi vyetu. Anatembea kwetu. Kwenye bustani ya Edeni kulikuwa na watu wawili pale. Na hao walikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Na Biblia inasema kila wakati wa jua kupungwa Mungu alikuwa anatembea. Anaenda kuona watu wake mahali alipowaacha. Raundi hii akitembea akakuta watu wamevunja mahusiano. Wamejificha. Wakati tunajenga mahusiano na Mungu, Mungu achagi kuja nyumbani kwetu. Hatokagi kwenye malango yetu. Hatokagi kwenye anga lako. Anakuwa na wewe, anatembea hapo. Kile kimemfanya leo hayupo mpaka unamuita Mungu kuja, Mungu kuja. Ni wewe ulivunja mahusiano. Umesikia walokole tukiomba? Njoo Bwana njoo. Alienda wapi? Alienda wapi? Alienda wapi? Ndio unamuita aje. Na siku ile ulisema ninakukiri kama Bwana na Mwokozi. Ulifungua mlango akasema nimeingia. Bwana asifiwe. Wakati tunajenga mahusiano, tunamfanya Mungu anakuja katika nyumbani kwetu. Mahusiano yanaachilia miujiza. Niseme hii ya mwisho, mahusiano yanaachilia muujiza. Na hapa nataka tusome kitabu cha 2 King sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 7, alafu nikupatie mahusiano aina 3 tuombe. 2 King chapter 4 from verse 1 up to 7. Nasema nini dada yangu? Huyu alikuwa mke wa wana wa manabii. Akamwendea Elisha. Akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Ndio. Na aliyemwia amekuja ili ajitwalie
Anamaanisha mdeni wake amekuja. ili ajitwalie wanawake wawili kuwa watoto. Anataka ajilipe kwa watoto wake. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, kuna kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Ndio. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Sawa. Vyombo vitupu. Wala usitake vichache. Kisha uingie ndani. Ukajifungia mlango wewe na mwanao. Ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote. Navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na mwanao. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Amen. Hapa ninaona aina 3 ya mahusiano. Huyu mwanamke, kitu cha kwanza, familia yake ilikuwa na mahusiano na Mungu. Kwa sababu anamwambia Elisha, unajua mume wangu alikuwa mtumishi. Amen. Jambo la pili, naona mahusiano kati ya huyu mwanamke na mtumishi wa Mungu. Maana huwezi kumwendea mtu ambaye huna uhusiano na yeye. Aha. Jambo la tatu, huyu mwanamke alikuwa na mahusiano na majirani. Maana aliambiwa nenda katake vyombo kwa majirani. Huwezi kuja kwangu uniombe jiaba langu na wewe hauna uhusiano na mimi. Sasa nisikilize hapa. Nyuma ya kila muujiza kuna kuwa na mahusiano. Kuna mtu amenisikia? Mume wa huyu mwanamke inaonyesha alikuwa na mahusiano na Mungu. Kwa sababu anajitambulisha kwa Elisha na mahusiano aliyokuwa nayo mume wake na Mungu. Amen. Hilo linampa tiketi ya kuruhusu nabii wa Bwana kuitisha chochote kwa Mungu kwa ajili ya huyu mwanamke. Bwana Yesu apewe sifa. Mahusiano kati ya mwanamke na Mungu, mahusiano kati ya mtu na Mungu yanalinda. Kile kilizuia huyu mdeni wake hakufika kuchukua mtoto ni kwa sababu ya uhusiano ya huyu mwanamke aliyokuwa nayo familia yake na Mungu. So Mungu aliendelea kulinda huyu mpaka kutane na mtumishi wa Mungu. Tunapojenga mahusiano na Mungu, Mungu analinda vitu vyetu. Mungu anatujengea ukuta. Mungu anatulindia watoto. Mungu analinda kazi zetu. Maisha yetu yanahifadhiwa kwa sababu ya mahusiano. Ibarikiwe jina la Mungu wa Yakobo. Mahusiano kati ya mwanamke na nabii wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi kumwendea mtu ambaye hamuna mahusiano. Maneno ya mwanamke yanaonyesha ya kuwa hakuaga mbali na Elisha, anamjua vizuri. Hawakuwa mbali kwa sababu majibu ya Elisha hakutaka kumuuliza wewe ni nani, unatoka wapi. Alimuuliza moja kwa moja, unataka ufanyiwe nini? Kwa hivyo walikuwa wanajuana. Elisha alikuwa anajua huyu mwanamke vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Maneno ya mwanamke yanaonyesha ya kwamba hakuwa mbali na Elisha. Tukiwa na mahusiano vizuri na watumishi wa Mungu, wanafanyika zawadi kwenye maisha yetu. Maana mwanamke huyo kama ajuani na Elisha, hawezi enda tu amwambie kimepanda, kimeshuka. Anamuuliza kwanza, wewe unatoka wapi? Jitambulishe jina lako. Wewe ni nani? Na hii habari ilianzaanzaje? Bwana Yesu apewe sifa. Tunapokuwa na mahusiano mazuri na watumishi wa Mungu, mababa zetu, jina la Bwana libarikiwe. Hayo mahusiano wanafanyika gifted kwetu. Yani baba yako anakuwa kipawa cha zawadi kwako. Mtumishi wa Mungu huwa anabeba hatima yako. Hii ukatae usikatae, hivyo ndivyo ilivyo.
Bwana Yesu apewe sifa. Katika maisha kila mmoja wetu ipo nafasi ya Mungu na ipo nafasi ya watumishi wa Mungu. Kubali ama ukatae. Ndio. Kwenye maisha ya kila mmoja, kubali leo kuna nafasi mbili. Kuna nafasi ya Mungu, kuna nafasi ya mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo ukijitenga na mtumishi wa Mungu, ukifikiri utapokea vitu vya Mungu direct, sahau. That's why kila kanisa Mungu alipeana watumishi wake. Anasema kwenye kitabu cha Yeremia, nitawapea mchungaji ninayependezwa naye. Mbona tupatie mchungaji? Kanisa leo halitaki kuwa na uhusiano na watumishi wa Mungu, lakini tumegeuka mabondia. Ukikaa kidogo, kwa sababu sasa tumepewa moyo wa kunyenyekea, una hata kuniza, ati ananiita maisani, alinizaa. Ati maisani, ati my daughter. Yaani mimi mama mkubwa hivi ananiita my daughter. Haujui ya kwamba Mungu amempatia moyo wako kama mtoto. Ameni. Maisha ama watumishi wa Mungu wanabebaga hatima zetu. Na hawa ndio wamepewa amana ya maisha yetu. Na hawa ndio watatoa hesabu ya maisha yako. Yes. Ndio ukiumwa usiku, simu ya kwanza unapiga, upigiagi baba yako kijijini. Upigiagi anko yako Kishagi. Ni pastor yuko wapi? Pastor anamuka usiku, anaweka mafuta, anakuja. Jina la Bwana libarikiwe. Anakimbia ajali hatari atakao kutana nayo kwa sababu ya mahusiano. Nataka ujue ya kwamba lazima kanisa liwe na mahusiano na watumishi waliowekwa kwenye madhabahu. Kama uko kwa chachi na una mahusiano na mtumishi wa Mungu, nataka ujue itakula huu na hasara juu.